Kijana tutampatia shilingi 50,000 ya kufanya biashara, ile biashara ndogo ndogo hapa. So nyinyi vijana mjipange. Tumesema vijana 100,000, 100,000 young people in Kenya. We are going to give them 50,000 grant everybody. Shilingi bilioni 5 ya kusaidia vijana wetu wakati ya umri wa miaka 18 na miaka 29 waweze kufanya biashara zile ya hapa mashinani. Vijana hoye. Mumenisikia bwana? Sasa sikizeni vijana. Maisha ni bidii na kujituma. Usingojee nyumbani ati mtu atakuja kukutafuta nyumbani. Maisha ni nini? Bidii na kujituma. Vijana wa Kilifi mtajituma. Tutakutana na nyinyi mkiwa tayari. Bas huyu Fikirini atapanga hiyo kazi na mimi nitakuja hapa mpaka Kilifi. Nikuje tuwapatie hiyo pesa, muendeshe biashara, tukuze uchumi, tufukuze umaskini, Kenya isonge mbele. Mimi niko hapa na waziri wangu Hassan Joho, waziri wa madini. Yeye ndiye amenisaidia kupanga hii kazi ya waegezaji na leo tumekuja kuanzisha barabara. Karibuni mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Hebu ninishene salamu za rais nioneshene. Hey! Your Excellency, mimi nataka kukupea shukrani kwanza kuchukua muda kutembea hapa Jaribuni. Jaribuni hii miezi 4 iliyopita ilikuwa inasota sana. Ilikuwa inasota kiasi ya kwamba watu wanakuwa wagonjwa kila siku. So nashukuru sana kwamba umechukua muda kuja kutembea hii Jaribuni. Your Excellency, mimi nataka nishukuru sana wafanyikazi ambao tunafanya kazi wa serikali katika wizara yangu. Hasa katibu wangu Hari Kimtai. Tumeenda sawia, tumeenda sambamba, tumekuja hii Jaribuni mara mingi, sasa tunakanyaga lami ndani ya Jaribuni. Si namna hiyo? Situshukuru. Ile kitu rais watu hawajakwambia. Katika wodi hii, this is the first tarmac. Lami ya kwanza kabisa kuanzia uhuru mwaka wa 2063, ni kweli si kweli? Imekuja wakati wa William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Your Excellency, kuna kitu wengine sijakwambia. Jaribuni hii ndiyo madini hapa. Ballast imejenga Lamu Port. Hii imejenga Mombasa Port. Ballast hii imejenga bandari paka South Africa. Watu wa Jaribuni hawajawahi kupata royalty hata siku moja. Mara ya kwanza juzi tuliwaletea hapa shilingi milioni 17 chini ya serikali ya William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Mheshimiwa Rais, nataka kukuambia kitu. Kumekuwa na marais. Kumekuwa na Kenyatta Senior, Kenyatta Junior, Kibaki, Ndani, Uhuru. Haya ambayo yanafanyika sahihi yanafanyika katika serikali ya William. Panapokuja wema twalipa nini? Panapokuja wema twalipa nini? Sasa muhakikishie bosi wangu 2027 mambo ni tu hapo mbele, tutajipanga hapo mbele. Hapo mbele. Ni kweli si kweli? Hapo wapi? Lakini kwa sasa ni William Samoei Ruto. Your Excellency, kwa heshima kubwa. Kwa heshima kubwa, kuna watu wameninongoneza. Kuna jamaa aitwa Mr. Bado. Mr. Bado uko hapa? Your Excellency, nasikia amekutengezea nyimbo kwa bidii dakika 2 tu. Dakika 2 Mr. Bado kuja basi. Nasikia iko manzele nyingine kali sana. Awachilia sekunde, panda hapa juu ndio watu wakuone. Usiruke. Haya. Aya, Jaribuni hoye.
Mimi sitaki kuongea mambo mengi, nataka niwape mziki tu, lakini na furaha vile vile. Neno ni hilo moja tu, kwamba niko mbele na mimi kwa fursa ndiopewa na ndugu zangu hapa. Ikiwa kuna governor ni mjombangu mimi Mng'aru, Hassan Joho, nimefanya naye kitambo. Asanteni sana, na nimefurahi kukaa mbele ya rais wangu nikiimba. Tunaimba pamoja, lakini tuimbe pamoja jamani. Nikisema ni tutamwe kuku ni tutamu Ruto na mnyoshe, sawa? Si tuko tayari tunyoshe? Sisi tuko tayari naye, si ndio? Ni tutamwe kuku ni tutamu, ni tutamwe kuku ni tutamu. Tano tena kwa William Ruto akamilishe miradi maendeleo, na pwani wote twasema Ruto tena. Ni tutamwe sote, ni tutamu, ni tutamwe, huyu ni tutamu. Wewe achia Kayamba biti, twende na biti, sio? Naona ntia sajimwe kwa ndani ya nyumba. Hinde Kayamba ni tutamwe kuku ni tutamu, ni tutamwe nyosha, ni tutamwe kuku ni tutamu, ni tutamwe yuyu ni tutani, ni tutamwe kuku ni tutamu. Iwawa. Naona hata Waziri Mvurya pia anashika ndema. Chelewa basi, kwa sababu ilikuwa bado sawa, lakini kwa sababu amefika jaribuni, basi atapambana na mimi leo. Wacha nimuite Waziri Salim Mvurya. Na kabla Salim Mvurya atasema, nyinyi mnajua ya kwamba mwaka huu Kenya iliandaa michezo ya CHAN, si mnajua hivyo? Na tulifanya mambo pale, na sasa tunajiandaa kwa michezo ya AFCON. Mko na hiyo habari? Ama hata habari kama hamjapata, na muktasari bado hamjapata? Sikizeni watu wa Kilifi, mimi nataka siku ile tukiongea mambo ya AFCON, pia vijana wa Kilifi watakuwa na uwanja, stadium ya kisasa ya kimataifa hapa Kilifi County. Nishampatia huyu waziri maagizo. Nyinyi mnanielewa? Nishampatia maagizo ya kwamba tutoe pesa ya serikali shilingi milioni 760 tujenge stadium Kilifi County. Na bwana governor, ndugu yangu Gideon, wewe sasa kiwanja tunatafuta hapo kufikia mwezi ujao. Mimi nataka unionyeshe kiwanja nijengee vijana wa hapa Kilifi County uwanja wa kisasa, ili wakati tunaongea michezo ya bara la Afrika ama kimataifa, tuwe na vijana pia kutoka Kilifi County ambao watakuwa katika msururu hiyo. Vijana hoye! Tuendelee namna hiyo ama tuendelee? Huyu Salim Mvurya, hiyo ni kazi yake, sasa atapambana naye. Salim Mvurya. Ruto hoye! Jaribuni hoye! Tutam! Bas, Mheshimiwa Rais, kwanza kabla sijaendelea, nataka kusema hiyo maagizo mimi nimechukua na tutajenga hiyo kiwanja Kilifi. Mheshimiwa Rais, siku ya leo ni siku muhimu na ni siku ambayo ina kumbukumbu. Hapa Jaribuni mimi si mgeni, nimetembea hapa miaka mingi, na nakubaliana na wenzangu kutoka dunia iumbwe, hii ndiyo lami ya kwanza. Ni kweli si kweli? Na hii lami rais ameleta hajaleta? Rais ameleta hajaleta? Alafu jambo la pili, Mheshimiwa Rais, uwekezaji ambao leo umeweka jiwe ya msingi na miradi mingi ambayo inaendelea, ni dhahiri kubwa kwamba serikali yako imeweka pwani katikati ya maendeleo ya Jamhuri ya Kenya. Na sisi tukiwa wanapwani, tukiwa viongozi, tuko timamu, tunaangalia na tunajua 2027 Mheshimiwa Rais uendelee, ili na sisi maendeleo yaendelee. Aendelee asiendelee?
Rais aendelee asiendelee? Tunaelewa kwamba kuna wengine ambao hawana sera. Kuna wengine ambao hawana mfano. Walikuwa mamlakani na hivi sasa wamebobea kuwagawanya wananchi. Wamebobea kutuambia ngonjera. Wamebobea kutueleza hadithi na wamebobea kutuletea vinyago na vikaragosi. Sisi wananchi wa Pwani tuko timamu na tuko na Mheshimiwa William Ruto. Ruto aendelee asiendelee? Hebu mnionyeshe 2 term ya rais, 2 term ya rais, aendelee asiendelee? Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana, asante sana. Kaunti ya Kilifi, Mama Mbeyu Mwa. Rais William Daktari Ruto ni 2 term, si 2 term. Wakauma nataka nione 2 term ya Rais Ruto, mimi ndo niombe. Mheshimiwa Rais, karibu Kauma Sub-County. Mheshimiwa Rais, mengi yamezungumzwa. Yangu ni shukurani. Barabara lami tushapata. Zile pesa nyingine za serikali, za waziri hapa, zianze jaribuni, ziende ganze madukani. Umesema. Na muhimu zile salamu nimepewa za Wakauma, Kauma Sub-County. Mheshimiwa Rais, hawa Kauma wanataka kuja State House Nairobi. Mwasemaje nyinyi, mwataka kwenda hamtaki? Wakauma mwataka kufika State House Nairobi hamtaki? Rais amesikia hajasikia? Kama mwataka kwenda State House sema Ruto 2 term. Nyingine, Mheshimiwa Rais, baada ya kuona lami tunataka kuona State House mpya. Sisi Wakauma, wengine tumeona, mimi nimehesabu wamekuja. Mimi ukinipa ruhusa nitawaleta 1500. Hawa Wakauma. La pili, Mheshimiwa Rais, kuna shule moja ndani ya Ganze huko Bamba za Riguta Karinena. Shule ya Samanza Riguta Karinena. Shule kubwa iko local kabisa kule. Iko na wanafunzi wengi. Mitangani Secondary. Iko na wanafunzi 1600 na iko mwisho wa Ganze kabisa pale. Walinituma niliwatembelea. 800 girls, 800 boys. Wanasema wanataka basi 2. Basi 2 tu. Lakini mimi nakuomba uanze ile ya kwanza tu, useme wewe leo neno moja, basi moja tu ya kwanza ya kule Mitangani. Wapate wasipate. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, Kauma Sub-County inataka headquarters yake ijengwe hapa Kauma. Jarabu Longo. Headquarters kamili, gorofa kubwa. OCS hapa, OCPD hapa, DCC hapa. Niseme nisiseme? Mwataka headquarter hamutaki? Mwataka Kauma constituency hamutaki? Mheshimiwa Rais, hiyo ni assignment tu. Ukiongeza constituency ndani ya Kenya, tamu yako ya pili, Kauma yeye wa kwanza kupata constituency. Mamala kamumala. Mungu awabariki sana. Tuseme Raisi 2 term. Utapata ka utapata. Fukuza hupata kisha hukosa upata vivyo.